Mwambele ambaye anaenda kutupitisha kutazama kuhusu maandalizi ya chanzo cha kukosa maandalizi kunatajwa kuwa chanzo cha migogoro ya ndoa. Atatufahamisha ama atatupa jibu. Alafu tukirejea hapa tutakuja kujua kama watu wakiandaliana ama wakiandaliwa vizuri huko kabla ya kuingia kwenye ndoa, afu wakaja kuingia kwenye ndoa, migogoro wakiandaliwa na nani? Vyovyote itakavyokuwa, kijamii, kidini, kiroho na namna zote zile. Au mapungwi. Tuende kwa Yesaya kwanza, alafu tutarejea hapa maana Oscar Urasa hawezi kumaliza. Yesaya, habari za asubuhi, karibu kwenye Jambo Tanzania. Asante, habari za asubuhi njema. Nilikuwa nafuatilia hapo, maandalizi yako mengi, kuna watumishi wa wachungaji wako mashaka, lakini pia hapa tunakwenda kupata jibu kupitia kwa shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania, ambaye yeye anakwenda kujuza hayo. Kwa hiyo naamini katika hapo tunazungumza yote majibu yanapatikana hapa. Ama habari za asubuhi. Nzuri kabisa. Hongera kwa majukumu yako. Asante, hongera na. Majina yako tafadhali na wazifa wako. Mimi naitwa Mwalimu, ni mwalimu lakini ni kiongozi pia. Naitwa Mwalimu Sara Milunga. Mwalimu wa sekondari, nimekuwa mkuu wa shule za sekondari na sasa hivi ni kiongozi katika taasisi yetu inaitwa SMAUJATA, shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania. Kwa sasa hivi nina nafasi, niko kwenye nafasi, kwanza niko kama kiongozi wa wanawake taifa, nikawa kiongozi wa jinsia taifa, na sasa ni rais wa Senate, kurugenzi SMAUJATA taifa. Hongera kwa wazifa wote ambao unaona huo. Tunaona kuangazia masuala ya ndoa. Tunataka tuangalie changamoto nyingi za ndoa zeo zinatokana na watu kujiandaa au matarajio yasiyo halisi kuhusu ndoa. Tunaona watu wengi wanakuwa kwenye ndoa lakini mwisho wa siku ndoa inakuja kuvunjika. Karibu, nini chanzo hasa? Chanzo sasa hivi kwa kweli hali ya ndoa imekuwa ngumu sana. Sisi mimi ni mtu mzima, nakumbuka enzi zangu za ujana katika shule zote, mpaka chuo, mpaka nimeanza kazi, mpaka nimekuja kujiandaa na maisha ya ndoa, mpaka nikawa nimefunga ndoa. Maisha na mchakato wa maisha tofauti kabisa na sasa hivi. Kwa sababu endelea. Matarajio kama nilivyosema, matarajio ya wanandoa sasa hivi sio wao wote wapambane kuanza maisha. Waanzie chini, wafikie mahali pazuri wakiwa pamoja. Ni kama matarajio mmoja anamtegemea mwingine, hasa wadada. Kwa sababu katika mambo ya imani, dini, tunaambia kwamba mwanamke pumbavu bomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, na kwamba mwanamke, Mungu ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Sasa hayo majukumu ambayo Mungu aliweka zaidi kwa mwanamke, ambaye anaweza kusababisha nyumba ikae sawa, yamekaa tofauti kabisa. Kwa sababu mwanamke anaona, anategemea, matarajio yake ni kama anavyoona vitu vinavyoendelea katika jamii. Unajua sasa hivi kuna matabaka ya watu. Kuna watu wako maisha ya juu sana, kuna watu wana maisha katikati na maisha ya chini. Kwa sababu mtu anatarajia kuolewa, yeye anawaza anaenda kuinuliwa na kutana na vitu vizuri, magari, majumba, manini. Sasa kuta matarajio yake alikuwa anafikiria wakati hajaolewa hayatokei. Sasa potokea, basi anaanza kufanya vitu visivyofaa, hasa kumkatisha mume wake tamaa. Anaona sasa umenileta wapi, nyumba gani, maisha gani haya? Wenzetu wana magari, wenzetu wana majumba, si tupo tu. Wenzetu ndio kwenye starehe, jioni kama weekend kwenye sehemu mbalimbali. Hata za nchi yetu ya Tanzania ni starehe. Kwa hiyo unakuta mama yupo tu nyumbani, chakula cha kawaida tena cha shida. Kwa hiyo anaanza kuona hivi future yangu itakuwa mpaka wapi? Yaani naenda mpaka wapi kwa hali hii? Kwa anaanza wanaanza kusumbuana hapo. Baba naye akiona kwamba huyu sasa alikuwa anatarajia vitu vikubwa afu hajavikuta, hajaenda kwa utulivu wa kawaida ili tuweze kufikia mahali pa juu, na anaanza frictions zinaanza sasa. Mama anakuwa na frictions zake, baba naye anajihami kwamba sasa lazima tuanze maisha. Wewe unataka nifanye nini sasa? Kwa hiyo ndoa sasa hivi zina misukosuko mikubwa sana kwa sababu matarajio hayapo. Kwa maana kwamba watu wengi wanakuwa wanakwenda wakiwa wanatarajia mambo ambayo ni chanya, lakini unapokuta yako hasi hapo kidogo, kumbe nimekosea. Na wanaona hakuna dalili ya kuinuka. Yaani kwenda kwa kasi ya dunia inavyokwenda na maendeleo yake. Kwa sababu dunia iko kiganjani. Watu wanaona ulimwengu unaendaje. Unaendaje nchi za Ulaya, nchi za wapi za huko. Kwa wanaona wenzao wanavyofanya, wakati mwingine hata kama sivyo kama inavyotakiwa kukaa na sisi kwa tamaduni zetu. Kwa wanachanganya tamaduni za kwa wenzetu ambao kwa kweli ndoa sio ndoa. Kwa hiyo wanaona basi hamna, sawa, temporary. Sherehe inakuwa kubwa sana, harusi kubwa sana, wengine inakuwa za thamani kabisa. Lakini mnapoanza maisha huwezi kwenda na sherehe. Unakuwa umeacha sherehe kwenye maholi, mnaanza maisha watu wawili. Kwa sababu ile matarajio yanapokuwa hayaonekani, hapo shida zinaanza.
Lakini tunaona kabla ya ndoa watu huwa wanapata mafunzo hasa kwa wanawake, kuna zile kitchen party sijui. Yeah. Lakini zile kwanza tuzungumze zile pale. Huwa zina mchango gani katika masuala ya ndoa? Zinasaidia ama ukiangalia kwa uzoefu hapo? Kitchen inategemea kitchen party za namna gani. Tena kitchen party nyingine ni mbaya zaidi. Okay. Wengine wanafundisha yani hivyo, nishapitia ukifanya research ya kitchen party nyingi ziko negative. Ziko kwenye mtazamo hasi. Okay. Kwa sababu kwanza walimu wenyewe wa kitchen party wengine hawako vizuri katika ndoa zao. Okay. Kwa hawezi kufundisha kitu ambacho kitamsaidia huyu mtu kwenda kuanza maisha. Alafu sasa kitu ambacho kinachoonyesha unapomfundisha mtu kitchen party yuko peke yake, kwa sababu mafunzo ni ya mdada ya wanawake. Sasa ukimfundisha mwanamke peke yake, mwanamume hajafundisha chochote na wanaume. Unajua wanaume hawana habari na vijana wa kiume. Hawana muda. Sasa sisi wanawake tunachukua nafasi hiyo ya kitchen party kufanya vitu vyetu tu bila yule upande wa pili kujua. Kwa hiyo unapokwenda kuolewa umefundishwa kweli kitchen party, mwenzako hana chochote. Hajafundishwa bag party. Kuandika kwenye society kwamba tuandalie na wavulana wenyewe mazingira ya kujiandaa, yani kutiwa moyo kwanza, kwa sababu kitchen party anapewa vifaa, anapewa vyombo nini, kila kitu anapewa. Bado send off party atapewa zawadi nyingi, lakini mama baba hajafundishwa chochote, hajapewa maelekezo yote ya ndoa. Atamtunzaje huyu kama baba? Kwa sababu baba ana sauti, lazima ana sauti, asikilizwe na mama, ni kiongozi wa familia. Kwa hiyo huyu hajaandaliwa. Wanaume nyinyi yanatoa wito kwa wanaume. Kwa kweli wanaume ndio wamesababisha ndoa za vijana wetu ziumbe, kwa sababu wanaume hawaandaliwi kabisa watoto wa kiume kabisa. Kwa hiyo kitchen party ingefanyika, kaka naye afanyiwe mambo muhimu ya kufanya kama baba. Wewe ni baba, unatakiwa kwa baba namna gani? Unaenda kumtunza mke, ufanye kazi ambazo zitakufanya uweze kumsaidia mke wako. Sasa haelekezi chochote, kwa sababu baba pamoja na kuwezesha pia. Sawa, baba wengi wa sasa hivi vijana si sababu hawajafundishwa, hawajaelekeza. Ni wavivu. Kwa hiyo tafsiri yako ni kwamba wadada wengi wanapoenda kwenye zile kitchen party wanakuwa na mitazamo ya kupokea zawadi sana. Kupokea zawadi na kwa mfano nimewahi kusikia kacha fulani, tamaduni fulani za mafiga si mafiga mawili, si matatu, sio na figa moja. Kwa hiyo kama anaambiwa akienda kule asitegemee tu huyo mmoja. Aweze kuangalia na mahali pengine ili kukamilisha maisha yake. Lakini kuna wengine pia wengine wana nia njema kabisa kumfundisha mama aweze kuwa vizuri, amtii mume wake. Wengi wanafanyaga hivyo. Amtii mume, awe mnyenyekevu, amsaidie mume wake asibweteke tu, afanye shughuli. Sikizo wajasiriamali wanawake ni wengi sana. Kwa wanafundishwa namna kwa machinga wengi ni wanawake. Tukienda masokoni, tukienda wapi, wanawake wengi wako busy sana kukompensate maisha. Kwa wakati mwingine kuna vingine wanavipata vizuri, lakini sasa wanaume hawapati, kama nilivyosema, hawapati kabisa. Kwa mfano amesoma hana kazi. Amesoma vizuri na masters na nini, hana kazi. Anaenda ofisini kutwa nzima kutafuta nini? Kazi hazipo. Kwa akikosa kazi analala. Mwanamke sokoni. Sasa hapo unaona tayari kuna shida. Huyu mwanamume ambaye anatakiwa awe responsible na familia yake hayuko hivyo, hawajibiki. Kwa hiyo mwanamke anapowajibika hata kwa kidogo, kwa hiyo mwanamke anaonekana ndio mwenye sauti, mwanamume anakuwa hana sauti. Lengo kubwa tunatamani kuweza kuonyesha ndoa za hasa sisi wa Tanzania ziweze kupona, kwamba watu wanapooana basi wafikie ile malengo ambayo walikuwa wanatarajia. Sasa hebu tuambie sasa, kabla ya kuingia kwenye ndoa, mambo gani ya msingi hasa ambayo vijana wanapaswa kuyajua kabla ya kuingia kwenye ndoa? Karibu. Mambo ya msingi tunaanza kwenye foundation, kwenye msingi kabisa chini, kwenye familia. Kwanza wazazi wenyewe, baba na mama, waonyeshe kwamba wewe ni vielelezo kwa watoto wao ambao wanawalea. Wana watoto wa kiume, wana watoto wa kike. Watoto waone baba anaishije na mama, mama anaishije na baba, kauli zao, mahusiano yao yani wanapendana au kuna kauli ambazo zinapishana. Wajifunze, kwa sababu watoto unaweza kumfundisha kwa maneno asielewe, lakini kwa kuona anaelewa. Wewe huwezi kumfundisha unaonaje, fanya hivi, yeye anaona. Kwa ile darasa moja kubwa, kwa darasa la kwanza ni nyumbani. Wazazi wenyewe waonyeshe kielelezo kizuri na kielelezo kizuri cha ndoa. Wapendane, watiane moyo, wasigombane, wasitukanane, wasidhalilishane hivyo, wasifukuzane. Wengine wanapigana vibaya, wanakatana na mapanga, wengine wanauana kabisa. Sasa watoto wanajifunza kitu gani? Kwa darasa la kwanza la msingi ni nyumbani. Wazazi wajifunza sasa hivi. Sasa sijui wazazi watakuaje wanamna sasa hivi kipindi cha yani enzo sasa hivi. Tuzungumzie kwa ufupi kidogo na muda si rafiki. Kwa hiyo sasa hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hata unapoingia shuleni
kuwe na darasa yani kuwe na kipindi cha mambo ya jamii. Nadhani huwa kuna vipindi wafundishwe namna maisha baadaye yao, hawa watoto watakuwaje. Wasiwaze tu kuna nasari, wasiweza kwa primary, sekondari ndio mahali pa msingi sana kufundisha jinsi gani wataweza kuishi maisha mazuri ya baadaye, hasa ya ndoa. Sekondari wakiacha hapa, jamii kiacha kusaidia watu wa sekondari, akiingia vyuoni pale ndio fujo. Sasa fujo kwa kama ataanzishwa vizuri huku chini, atakwenda mpaka chuo kikuu, tayari atakuwa ameshapata mazingira mazuri. Lakini kuna jambo la kufanya, la kufundisha saikolojia na tabia za watu. Bila shaka umepata vyema kusikia namna ambavyo amezungumza hapa, mambo ambayo yanapelekea ndoa nyingi kuweza kuvunjika. Lakini pia umesikia masuala ya kinipati. Kubwa zaidi tupeane elimu za kuweza kusaidia ndoa ziweze kuboreka, tuishi kwa amani na furaha na upendo. Mimi ni Samuel kutoka Arusha, hapa nyuma kamera iko Elkana Kiberiti, matangazo yako kwa sasa. Karibu. Sana Yesaya Mwambele kwa kutupitisha kwenye